Jiweke wazi, useme tu ule ukweli kwamba nimemsikia. Hebu vua miwani kwanza. Macho mabovu bosi. Vua miwani bana. Wewe adabu gani? Watu wote hapa kila mtu ana miwani yake hajavaa. Umeulizwa kuhusu Famonga umeongea uongo. Wewe ungesema tu mimi Famonga namjua, ni mtu wa entertainment, mara mwanasiasa, shehe kumsikia sui ana wachezaji wake mpira kina ya Mbegu, kina Seveni Kiduku Sabato. Hivyo sasa hivi uko Mtibwa au uko timu gani hiyo? Ana timu. Wenze. Hebu punguza uchangamfu. Binti mwenyewe unaniambia ndio huyo? Ndio huyo. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Nilima binti Mkumba. Chuma hicho. Swala 5. Unamfahamu huyo? Huyu unamjua toka mdogo. Yaani pale mtaani kwangu huyu alikuwa ni bingwa wa kupika vile vipopoo vile vya mchanga vile. Hapo zamani kulikuwa kuna vinyanya vya kopo vipo katika kama kijiplastiki hivi. Anakichukua kile, anatafuta vikuni, anaweka mafiga ya udongo, anapika. Mpishi huyu. Kwa hiyo unamlia Yamini kumdhamini 100%. 100%. Kwa lolote litakalotokea. Ananijua kiukweli bosi, ananijua kabisa. Labda nikupe angalizo ndugu yangu. Kama Mwenyezi Mungu ataenda kujalia inshallah, huu mpango ukatimia na ukakamilika, basi ndio utakuwa mpango wetu wa kwanza mimi na wewe maishani mwetu kukamilika. Kabisa. Labda nikukumbushe tu, tangu nipotee Ramadhani ile ya mwaka juzi na ile nikaanza kutafuta tena mwaka huu, dili la mwisho ilikuwa nilikupa kazi, nilikupa pesa ukanunue tende kwa ajili ya kwenda kugawa msikitini. Wewe bwana ukaja na tende mbichi ukazivundika, zimekuja kuiva Idi pili. Ni kweli. Sasa hili naomba Mwenyezi Mungu aepushe. Anyway. Amina. Karibu binti, huyu ndio mke wangu na huyu ndio mwanangu, hii ndio familia yangu. Asanteni sana. Mama, huyo ndio mwanao. Umezaa mapema, umewahi. Bana. Wewe bwana kachangamka hivi. Mimi naona hapo tuongelee tu swala la mshahara. Wewe utakuwa unanitumia 100 tu kama kawaida. Tulivyoongea mshahara wake utanitumia 100, alafu mimi nitakuwa na mcontrol. Ushaanza kuniogopesha. Hii kama Morocco hii. Hapana. Hii nayo jambo la kuweka udalali. Kwani kama una jambo si unaniambia Mkojani tunafanya. Ni wewe mwenyewe ndio unaofeli, wewe mwenyewe ndio unaharibu mipango yako mwenyewe. Ukija kila unachotaka tunapanga, wewe ndio unakwenda kukibomoa. Sasa haya hiyo 300 tena nianze kutuma kwako wewe ukatumia. Si makato yanakuwa mengi kweli 300 ndio kutumiana. Na huyu ni mtu mzima, ndio maana nilikwambia nataka mtu mzima anayejielewa na mshahara, ndio maana nikaweka mkubwa nikijua ana majukumu yake. 300? Si umeniambia 200 lakini. Hebu kelele bana. Wewe kila kitu hiyo ile nakuwekea kama PPF. Wewe unafikiri uzeeni utapata wapi mafao mambo ya kazi za ndani? Mkojani PPF dawa. Hebu acha mambo yako nisikilize bwana. Wewe kama una majambo yako, una issue zako, una shida zako, una miradi yako, onana na mimi tuongee, lakini sasa hivi nitaweka condition kubwa, sio kama unavyonifanyiaga unaniacha kwenye mataa. Huyu binti muache achukue 300 yake yote. Innamal amal binniyat. Innamal binniyat. Kila kitu kinakwenda kwa nia. Kwa nia. Sawa, wewe ndio unayemjua, mimi simfahamu. Bali insana ala nafsi basira, sawa? Ni kweli. Kila mja mwenye kujua juu ya nafsi yake, sawa? Ni kweli. Basi mimi nimkaribishe na nimtakie kila la kheri katika kujiunga na familia yetu. Sawa. Nilma binti Mkumba. Karibu. Huyu bwana mke wangu, hii ndio familia yangu, sawa? Na huyu hapa ni binti yangu, yupo hapa kwa sasa, yupo ameanza field, yuko chuo mwaka wa 2 sasa. Kwa hiyo hawa ndio watakuwepo hapa na mimi nitakuwepo. Naenda kwenye mishiriko yangu, lakini nitakuwa narudi. Uzuri mimi hapa bwana, kila kitu na control mwenyewe. Nyinyi ni humu ndani. Sawa. Hata mimi mwenyewe ka wewe. Mimi nina matatizo bosi. Yapi? Naye unayajua. Hebu tulia hapa, tunafanya introducing, baada hapo ni kuacha kwenye majukumu yako. Shemeji yangu atuonani? We. Huyu shemeji yako unaona naye wapi? Unataka ukamuone wapi? Zaidi ya wewe kuja hapa kwa ajili yangu ndio upate kumuona shemeji yako, na wewe mwenyewe hujakimbizwa.
umetoka mbio mwenyewe. Ukinipiga matukio yako yayu, maana yake nini? Acha hizo ngonjera. Kama utendaji kazi wake utanyoka na nikaona kweli ameingia kifamilia, mimi napenda nijua, napenda kuishi kama ndugu. Mabinti wangapi wa kazi nimewaoza hapa katika nyumba na sherehe nafanya. Wewe mwenyewe shahidi, unakuja na unasimamia kitengo cha jikoni. Nitaishi naye vizuri, mbali na mshahara atapata stahiki zote. Ni kweli kabisa bana, hapa ndoa zipo kweli. Yaani hapa ukitulia vizuri, chuo kinaletwa, kinapigwa dufu la kwenda, unapata mume, unaenda kwa mume wako, kama ni Upanga huko ni wapi, unatulia Ramadhani, unaweza kufanya kazi hata mwezi hapa. Hapana. Sio hapana. Hapana, mimi sasa hivi niko kwenye focus ya maisha tu kiukweli jamani. Mke wangu. Huyu ndo kaka yangu. Vyovyote unavyoona matukio anaonipiga chochote kinachotokea, huyu ndo kaka yangu. Karibu sana dada, hapa ndo nyumbani kwetu. Unaona wote ni wapangaji wetu hawa. Tunawamiliki sisi wenyewe. Karibu sana. Karibu. Asante dada. Yaani hapa jisikie kama uko nyumbani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sheima, huyu ni dada yangu wa kazi. Tutakuwa naye hapa nyumbani. Yaani utakapomuona hata usiogope, usihofie, maana tutakuwa naye sana hapa nyumbani. Karibu bibi. Unaitwa nani? Naitwa Nilima binti Mkumba. Nilima, jina nzuri. Karibu mwana. Mimi nakaa nyumba ile kule mwishoni. Kwa na tatizo na shida ya watu usiofu kule mwishoni. Sawa, na mimi nimependa ushirikiano wako. Sawa, asante. Kwa heri. Haya mwana. Haya kwa heri. Nilima. Be. Wow. Pitia mateso. Ngoja nipate kitu cha ulambeshi kwanza. Basi mawili. Salamu alaykum bosi. Hiyo salamu yako kama ya Kijamaika, sio kwa mochi usikia humo. Hivi vitu vigeni kwangu. Wewe unafuta sigara wewe? Hapana bosi, mimi sivuti sigara. Wewe unafuta sigara wewe? Sivuti toka utotoni. Hii harufu inatoka wapi ya sigara? Haki ya Mungu bosi. Sijawahi hata siku moja bosi wangu. Hebu fanya mikono yako hivi. Hivi. Sijawahi mimi bosi. Toka utoto wangu mimi sijawahi kuvuta sigara na sijui.